Halo, mambo vipi? Karibu kwa David Wimbi Adventures. Leo ninakwenda kukufikisha mpaka sehemu inayoitwa Ziwa Ngosi. Kwa nini Ziwa Ngosi? Ndiyo, Ziwa Ngosi ni maarufu sana katika maziwa ya volkano hapa ulimwenguni. Kwanza linapatikana katika ardhi ya Wasafwa hapa Mbeya, juu kabisa kule. Kwa hivyo nitakufikisha mpaka sehemu ya ziwa na nitakuonyesha mlima ule tunaona kwa mbele. Kwa hivyo ziwa lenyewe linaonekana, kwanza ukishafika juu ya ile milima unaweza kuliona kwa chini. Kwa hivyo ziwa kama ziwa lipo chini ya ile milima, lakini ni lazima tuweze kufika na nikufikishe. Lengo langu ni kufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika. Inasemekana ni mbali sana na ni kipengele kufikia ile milima, lakini lazima tutafika. Naomba wazidi kuonyesha upendo kwa kusubscribe, comment, kulike na kushare na kuniambia unatizama kutokea wapi. Lazima nikufikishe nilipokusudia kufika. Kwa mbali ninaona bango, lakini natumai kabisa ni bango linalohusiana na Ngosi lenyewe ambalo nimepanga kulifikia. Ziwa Ngosi lina muonekano kama wa ramani ya Afrika. Waweza kujionea mwenyewe katika bango hili. Ya kupanda kilima imeanza. Ni kijilima fulani hivi ambacho kinahitaji jitihada, lakini kabila kubwa maeneo haya ni Wasafwa. Ngoja tukaangalie kuna nini huko juu ya mlima. Na ziwa limejumuisha nini? Neno Ngosi limetokana na neno la Kisafwa linaloitwa Iligosi, yani likubwa. Shikamoo. Inasemekana zamani katika kutembea watu waliliona na wakasema wameliona Iligosi, yani wameona eneo kubwa la maji. Kutokea hapa kwa nyuma yangu unaweza ukaliona jiji la Mbeya kwa mbali kule. Kilima ni kikali lakini kwa sababu nakupenda lazima nitakufikisha mpaka eneo la Ziwa Ngosi. Waweza kuonyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, sababu the best video is on the way. Kwa nyuma kule kwenye background waweza kuliona jiji la Mbeya, linapendeza kwa mbali. Wanaita jiji la kijani, the green city. Na chini ya hiyo milima kwa kule mbele ndio waweza kuliona Ziwa Ngosi. Bado safari ni ndefu. Tenzetu. Ndefu kweli, lakini lazima tufike. Nakupenda. And because of it, I care. Nakupenda, na kwa sababu nakupenda nina care. Mlima ni mkali, lakini lazima tufike. Mountain bike yanatufikisha vyema kabisa. Kilima ni kikali, lakini lazima nifike. Nitakufikisha tu. Watu hulipanga Ziwa Ngosi kuwa ni ziwa la tatu kama sio la pili katika maziwa makubwa ya volkano. Elewa neno maziwa ya volkano. Lakini wanasema kwamba ni baada ya lile la Ethiopia, lile la Wonch Afrika. Lakini mimi binafsi ninaona kama Ziwa Ngosi katika maziwa yaliyotokana na volkano kwa Afrika linaweza kuchukua kama top 1. Yaani kuwa ni ziwa kubwa la kwanza lililotokana na volkano. Shamba yamependeza kweli. Naona ngano hizo zimelimwa hapo na zinapendeza. Mbele mahindi na sehemu zingine wamelima viazi. Lakini katika kila kona ukiangalia ni mahindi na vile ni ngano zile.
Kwa chini waweza kujionea mwenyewe uzuri wa jiji la Mbeya. Ghorofa ni chache sana, lakini watu wanazidi kuongezeka na mipango inazidi kufanyika. Baada ya miaka 50 mbele, huenda watakao kuja kuchukua video zingine katika miaka hiyo hawataweza kuona muonekano huu. Safari yetu bado inaendelea kuelekea Ziwa Ngosi. Ziwa Ngosi, wengine huliita Ziwa Ngozi, hupatikana katikati ya misitu ya hifadhi ya Mporoto. Lina urefu wa mita 74 na maji yake hubadilika kutoka kwenye blue kijani na kuwa blue iliyokolea. Maji yake wanasema walioyajaribu kuwa yana asili ya magadi au chumvi chumvi. Safari bado ni ndefu kweli, lakini lazima tutafika tu. Eneo hili ndio tulilokuwa tukiliona wakati tupo chini hiki kibarabara hiki. Na nimefurahi nimekutana na maji hapa. Naona ni chemchemu hii. Mlima unavyoonekana lazima panaweza pakawa na madini huku. Watu wengi walikuwa wakilihusianisha hili ziwa na mambo ya imani na nini, lakini kawaida wadau wa Tundu wameamua kurahisisha kazi. Ziwa lilitokea baada ya mlipuko wa volcano kuachia bonde pale, kwa hivyo maji yakawa yanajazana kutokana na chemchem za pale. Ni kama ziwa Duruti ambalo linapatikana maeneo ya Tengeru kule Arusha. Na ukitizama sifa za ziwa Duruti na ziwa hili zinataka kufanana, kwa sababu maziwa yote haya mawili hayana mito inayoingiza maji wala inayotoa maji. Nimeshanawa kichwa, maji baridi kwa hivyo tunaenda kuendelea na safari yetu. Au ziwa Chala lile linalopatikana Kilimanjaro baada ya kutoka Old Mosh, kama unaitafuta Rombo kule, utegemea mvua na chemchem, japo ziwa Chala utegemea maji yanayotoka Mount Creator ya mlima Kilimanjaro. Wadau wametegesha maji ya kunywa hapo. Mazingira haya yanavyoonekana, ardhi na uoto wanataka kufanana sana na mazingira ya kule Kilimanjaro. Same kwa juu kabisa kule kuna mlima unaitwa mlima Shengena. Asilimia kubwa vitu vingi vinakuwa vinafanana, uoto, ardhi. Japo ule msitu zamani walikuwa wanachimba madini, japo sasa hivi upo chini ya serikali na ni hifadhi pia ya mlima Shengena. Waweza kutembelea kule wakati mwingine. Ngoja tumalizie safari yetu. Waweza kujionea jinsi jiji la Mbeya linavyoonekana kwa chini. Ni wako David Wimbi Adventures here. Kazi yangu ni kukufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika, na kazi yako ni kuonyesha tu upendo. Naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uzidi kulipatia nguvu ya kuandalia video za maeneo mengine nitakapokuwa. Tuendelea safari yetu. Wayahudi wanasema vita bado ni kali. Lazima tufike. Kutokea hapa naweza nikaona geti la kuingilia kwa mbali, na natumai kabisa ile itakuwa ni sehemu ambapo wapo askari wanaohusika na hifadhi hii ya Ziwa Ngosi. Tuendelee kwenda wote. Utafikiri napanda milima ile ya Opareni kutokea Makanya kwenda Chome kule juu, milima mingine ya kule Suji, Parane, Mamba Miamba, Ugweno kule. Shikamoo.
Ya, kuna mzee mmoja aliniambia kwamba mazingira haya ya zamani mgeni alikuwa haruhusiwi kabisa kuja. Na alikuwa akionekana anaweza kapigwa mpaka akafa kwa sababu alijua ni mwizi, amekuja kufanya nini? Labda amekuja kuwaibia mifugo yao. La sivyo ungekuwa labda na mwenyeji ambaye anakufahamu ndo angekutambulisha. Hatimaye tumefika juu kabisa. Waswahili husema ukitaka kupima maendeleo ya mtu usiangalie tu kimo alichofika, bali angalia shimo alilotokea. Geti la kuingilia Ziwa Ngosi ndo hili tumelifikia. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana nami na kusafiri nami kwa muda mrefu namna hii. Ni kwa sababu nakupenda. Naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uzidi kunipatia nguvu ya kuandaa video zingine katika maeneo mengine nitakapokuwa. Asante, tuendelee mpaka tufike eneo la ziwa. Tulione kabisa ziwa hilo. Halo, mambo vipi? Hatimaye tumefika eneo maalum la mapokezi ya kuingia Ziwa Ngosi. Waweza kujionea mwenyewe pale. Lile ndio bango ambalo linasema ni Ngosi Crater Lake. Kwa hivyo ni ziwa la Crater. Lakini hapa ni vitu ambavyo unaweza kuvifanya, things to do, vitu vya kufanya, walking safari, nature viewing, photographing, animal watching, bird watching, camping, hiking, research. Kwa hivyo kama mambo ya utafiti, unapenda nature, waweza kufanya vitu vingi. Kama unavyoona ziwa lenyewe linapatikana chini ya ule msitu pale. Kwa hivyo bado safari inaendelea. Watu wahusika wanasemaje? Mountain bike chetu hiki ni cha kutoa au kukipatia pongezi kwa sababu kimefanya kazi kubwa sana. Na kwa mwendo huu inabidi tuanze kuhudhuria mashindano ya Red Bull mountain bike riding. Naona ujenzi bado unaendelea. Najitahidi sana kuweza kuangalia wahusika lakini siwaoni. Huenda kituo hiki bado hakijafunguliwa rasmi, lakini kinapendeza. Serikali imejitahidi sana kuweza kuwekeza kwa ajili ya kufanya wazawa na wageni pia waweze kufurahia utalii uliomo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mazingira ndo kama unavyoyaona. Safari bado ni ndefu. Na barabara naona inayokwenda ndo hiyo inapita msituni. Sioni watu lakini itatubidi tuweze kupita njia hiyo kuweza kuelekea huko msituni. Naona mabango mengi sana. Sioni wahusika. Ngoja tuendelee na safari yetu, huenda tutakutana nao mbele ya safari. Hatimaye nimeweza kukuonyesha Ziwa Ngosi lile pale, waweza kuliona katika ubora wake wa kulivuta. Onyesha upendo wa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.